Jana ama Wednesday nikimalizia, nilishtuka sana. Wewe umekuwa mbunge. Huyu Basu tumekaa naye, tumekuwa wabunge kwa muda. Kulingana na standing order number 87 of National Assembly standing orders, the standing orders of National Assembly does not allow your conduct or any other person to be discussed without a substantive motion. Mimi nataka niulize Kimani Ichung'wah, akuheshimu, awache madharau. Tunaona hata akisalamia rais anaweka mkono kwa mfuko. Huyo anatakana kunyoroshwa viboko. Kama kunyoroshwa kwa primary, sisi wengine tutanyorosha kwa sababu bunge haiwezi kutumika kutusi naibu wa rais, na hatutakubali. Hata mimi kitu nashangaza ni Speaker Wetangula ambaye ni wakili. Anakubaliaje wewe utusiwe ndani ya bunge? Kama wanataka kubatusi, wakuje tutusiana hapa wananchi wakiona kuliko huko bunge. Na Your Excellency, ni vile mimi si member of National Assembly, nikepita na mess, hiyo bunge ivunjike. Na mimi mwili ya Basu nataka uanze kutumia hii mwili yako vizuri. Wewe ungeenda na mess bwana. Hapana, wacha siku ingine. Na mimi, Your Excellency the Deputy President, huyu Kimani Ichung'wah ambaye wewe na rais nilikuwa mkimpea majority leader, hana asante. Yani hana asante, anaanza kutusiana na nyinyi ndio mlimpea kwa majority leader. Kwani madharau, nyinyi mmetuma ya dharau naibu wa rais? Mumemtuma. Hata Your Excellency anapeana list kwa speaker kwa ile majina ya kukutusi. Wale wabunge wengi ambao wako nyuma yako na rais hawakupea nafasi kuongea. Mimi am putting notice kwa hawa. Na mimi nataka nimwambie Speaker Wetangula aendeshe bunge on the cloth of neutrality. Hatutakubali naibu wa rais atusiwe ikiwa ndani ya bunge ama nje ya bunge. Na pia si hawa wabunge vijana, mimi ni kijana kama hawa. Lakini vile nililelewa naibu wa rais, nililelewa niheshimu wazazi na niheshimu watu wangu wakubwa. Kwa sababu kuna msemo inasema, ule mzee ameketi chini ya kiti anaona mbali kuliko ule kijana ako juu ya miti. Nataka niulize hawa vijana wenzangu tukome. Na mimi, Your Excellency the Deputy President, unajua mimi ni villager. Labda mimi nililelewa kivingine. Kwa sababu hata kama baba yako na mama yako wako na mambo yao na mambo yao inaendelea, wewe kama mtoto hautarajiwi kuingilia. Utalaaniwa. Na mimi nataka niseme penye natoka, ukiona mtu akitusi mama yako, next hata tusi watoto ataanza kutusi baba. Na hatutakubali Kenya hii ifanyike na hawa vijana wataingiza. Na ndio naunga mkono 2027 waende wapi? Waende wapi? Na pia kufanya makosa kusema tutumie principle of equity. Sisi Senate kulingana na katiba ndio tunagawa pesa. Wakati tulikuwa na we last session, tulipigana karibu miezi 8, karibu 6 weeks kuhakikisha kama hapa Kasarani iko watu wengi, lazima wapewe pesa ya kutosha kufanya maendeleo. Pia kule Northern Kenya wapewe pesa yao. What you are just saying in simple terms is kila mtu apewe haki yake. Ausemi mtoto mwingine anyang'anywe apewe mtoto mwingine.